Baada ya kuibuka kwa kauli kutoka kwa viongozi mbalimbali huko Zanzibar za kiubaguzi na kuonyesha wazi kwamba hawaungi mkono huu muungano na wamekuwa wakiwabagua Watanganyika kwa 100%. Kutokana na kauli zao, hii ilidhihirisha kwamba hawa watu wanawabagua Watanganyika kwa sababu kauli walizokuwa wanazitoa si nzuri hata kidogo. Basi ingekuwa ni mara moja au mara mbili, bali ilionekana ni kama vile wameambizana, kwa sababu alikuwa akitoka huyu anaingia huyu, anatoa lake. So kupitia kile kilichokuwa kinaendelea huko Zanzibar, basi Godbless Lema katoa ujumbe huu na amemwandikia Rais Mwinyi ujumbe huu. Kwa hiyo nitanukuu hapa ili tuweze kujua ni kipi kipo ndani ya huu ujumbe mzito wa Godbless Lema. Aliandika hivi: My bro Hussein Mwinyi, ninakuandikia kwa masikitiko makubwa kufuatia kauli zinazoendelea kutolewa na baadhi ya viongozi kutoka Zanzibar ambazo kwa mtazamo wangu zinaonyesha ubaguzi wa wazi dhidi ya Watanganyika. Kwa muda mrefu nimekuwa na imani kwamba fikra za namna hiyo haziwezi kupata nafasi katika uongozi wako. Ikiwa wamekosea katika tathmini hiyo, basi itakuwa wamekosea kwa kiasi kikubwa sana. Kauli hizi si hatari kwa mshikamano wa muungano pekee, bali pia ni mbegu ya mgawanyiko wa kijamii na kisiasa ambayo inaweza kuzaa matokeo mabaya kwa taifa letu. Kinachonisikitisha zaidi ni ukimya wako. Katika mazingira ya sasa, ukimya huo unaweza kutafsiriwa kama ridhaa au baraka kutoka mamlaka za juu, jambo ambalo linaweza kueleza kwa nini kauli hizi zinaendelea kutolewa kwa mfululizo zikiwa na simulizi moja ya bila hofu yoyote. Kwa kweli, naogopa hata kuingia katika mjadala wa nafasi ya fursa ambazo Zanzibar wamewahi kushika ama wanazoendelea kushika katika muungano huu. Kufanya hivyo kungekuwa ni kushusha mjadala kwenye kiwango ambacho siamini kinafaa kwa taifa letu. Historia inaonyesha wazi kuwa Wazanzibari wamepewa na wanaendelea kupewa nafasi kubwa za uongozi katika Jamhuri ya Muungano, ikiwemo nafasi ya rais wa Tanzania. Hivyo hoja za kuwatenga au kuwadharau Watanganyika hazina msingi wa haki wala busara. Ninaamini kwamba maneno yana nguvu, yanajenga lakini pia yanaweza kubomoa. Kauli za kibaguzi zikipewa nafasi ya kukua bila kukemewa, zitajenga chuki, zitaongeza mgawanyiko na hatimaye kila upande utajikuta umepoteza. Taifa lolote linaloruhusu ukweli kunyimwa nafasi, huku upendeleo au ubaguzi ukipewa sauti, hujenga mazingira ya migogoro ambayo baadaye huwa ni vigumu kuirekebisha. Sioni mustakabali mwema ikiwa mwenendo huu utaendelea. Wakati wa kukemea na kusimama upande wa haki ni sasa. Kesho inaweza kuwa imechelewa. Mwisho wa kunukuu ujumbe huu alioandika Godbless Lema kwa Rais Mwinyi, na hapo kazungumzia facts nyingi ambazo kama anasema angeenda ndani zaidi basi ingeleta tafrani fulani, kwa sababu anasema Wazanzibari wamepata nafasi sana ya kutawala huku Tanganyika, hususan katika hadi ngazi ya urais. Tunamuona Rais Samia ni Mzanzibari ambaye kaja kutawala maeneo makubwa. Sasa changamoto inakuja vipi? Ni zile kauli ambazo zilidhihirisha kwamba Wazanzibari ni wabaguzi, na wengi wamekelekwa na zile kauli kwa sababu zilikuwa ni za kukela kwa kweli. Huwezi ukasema kwamba watu ambao sio Wazanzibari, yani wale sio wenye cheti cha Mzanzibari, hawezi wakatibiwa Zanzibar. Hiyo inamaanisha nini? Unaposema cheti cha Mzanzibari, basi umeshamtenga Mtanganyika. Kwa nini usiseme kwa mtu yote ambaye hana kitambulisho cha uraia wa Tanzania hatotibiwa Zanzibar? Kwa nini useme kwa raia ambaye hatokuwa na cheti cha Mzanzibari? Tena anakazia wao hawana uwezo wa tibia watu milioni 60. Watu milioni 60 si Watanganyika. So guys, kumekuwa na vitu vingi sana. Zile kauli za yule mama na wale wazee zilikuwa ni za hovyo sana. So najiuliza, wao pia nyumbani wana watoto na wanawasikiliza kwa ujinga ule na upumbavu ule, basi
hata watoto wao wanawadharau, kwa sababu uwezo ukazungumza kauli mbovu kama zile eti ukiamini kwamba wewe unajenga. Hapana, kuna kauli ukizitoa hata mzazi unaonekana kabisa wewe hapo hekima na adabu hauna. Kwa hiyo sio tu mimi na watu wengine wengi zimewakela zile kauli, kwa sababu zilionekana ni za kibaguzi, yani ni za kuchochea tu, hakukuwa na kauli nzuri. Drop comment. Bye bye.